Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Ukibonyeza button hilo la alama la kengele utakuwa na uwezo wa kupata notification wakati wote tunapotoa taarifa zetu. Na bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia. Taarifa zetu tutazianzia huku Nord Kivu na Sud Kivu. Hapo ni nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo Nord Kivu na Sud Kivu kunaendelea kuripotiwa usalama mdogo unayosababishwa na makundi yanayomiliki silaha, mkiwemo kundi la M23 na Twirwaneho, ambao wanakabiliana vikali na jeshi la taifa likiungwa mkono na wazalendo na jeshi la Burundi. Katika habari hizo tutakuja moja kwa moja tukikuelezea vile hali ilivyo kwenye uwanja wa mapambano na maeneo mengine kadhalika huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Leo hii ni tarehe 15 mwezi ni wa 6 mwaka ni wa 2025. Habari zetu bila kuponda muda, hivi kama vile NBC ni imetangaza ya kwamba jeshi la Rwanda ndilo linafanya invasion, kila ambayo wameita Rwandan invasion hide kulingana na NBC. Hii Rwandan invasion hide inamaanisha nini? Ni kumaanisha kwamba ni Rwanda ambayo inavamia Kongo kwa uficho chini ya kundi linalojulikana kama kundi la M23. Habari kutoka huko baada ya NBC kutangaza hii ambayo imeita Rwandan invasion hide, ama Rwanda ambayo iliingia Kongo kwa uficho ikipigana. Kwa hivyo hii inamaanisha ya kwamba ndiyo imesababisha Keita Bintu, baada ya tangazo hilo, ina uhusiano wa karibu naye ameweza kutembelea mji wa Goma. Baada ya tangazo hili, Keita Bintu amezuru Goma na kuonana na kundi la AFC M23 na kuambia kuacha maeneo yote wamedhibiti, mkiwemo mji wa Bukavu, Goma, na warudi kwenye maeneo walikuwa kabla waje katika maeneo haya, ama kabla waanze kushika silaha. Hiyo aliongea watarudi kwenye walikuwa kabla waje kwenye maeneo ambayo wameyadhibiti kwa sasa. Aliwaambia hiyo baada ya maneno ya Nanga aliyemuuliza, kwani sisi wa Kongomani tutatoka kwetu tuende wapi? Alimwambia mtaenda mahali ambapo mlikuwa. Habari zingine, ulimwengu wote leo unatarajia kuona vile Rwanda na DRC watasaini mikataba ya amani na mikataba ya biashara hapo Washington DC. Tukielekea huku Sud Kivu, Kavumu kwa sasa, santre ya Kavumu, wazalendo na jeshi la Burundi wanapatikana hapo santre ya Kavumu. M23 wako kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu, lakini santre Kavumu, vijana wa kizalendo pamoja na jeshi la Burundi ndio wameweza kukaba hapo. Habari zinasema kuwa jeshi la Burundi laendelea kutuma jeshi wengi ama wanajeshi wengi kuwaunga mkono wanajeshi wengine wao ambao wanapatikana maeneo hayo. Wanajeshi hawa wa Burundi wanaendelea kutumwa huko kwa wingi Kavumu, na silaha nzito pamoja na vifaa vya kivita vingi vyaendelea kuripotiwa kutumwa maeneo haya ya Kavumu.
Lengo ni nini? Lengo ni kushambulia Bukavu ili waweze kushika mji wa Bukavu. Kwa sasa habari kutoka huko Kavumu zinasema jeshi la Burundi na wazalendo wameizingira mji wa Bukavu. Ikumbukwe ya kwamba kundi hili la M23 nalo limedhibiti mji wa Bukavu, kwa kuwa walipoingia mji wa Bukavu jeshi la taifa FARDC Warundi na wazalendo wameweza kukimbia na kuacha maeneo ya Bukavu wazi. Lakini jeshi la M23, hiyo ndio imerahisisha wao kutangaza ya kwamba wameushika mji wa Bukavu na kuudhibiti, lakini kusema ukweli maeneo mengi hata kundi la M23 hapa Bukavu hawako. Kundi la M23 liko katika maeneo strategic, hayo ndio wameweza kukaba, lakini maeneo mengi bado hakuna serikali ama askari yeyote, ikiwa upande wa wazalendo jeshi la Burundi na upande wa kundi M23 ambao wana control area hizo. Tukirudi kwa nchi ya Marekani pia watu ama Wakongomani kwa ujumla wasiamini yale ambayo yatakayotoka katika mikataba ya Marekani, kwa kuwa Marekani ama wazungu pia wanacheza siasa mbalimbali. Kwa hivyo Wakongo onyo kwao ni kutokuamini ama kutarajia kuwa Marekani inaja kumaliza vita vinavyoendelea hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo ni kukaa makini ili kinachoweza tokea muda wote watu wasije kushituka. Na kuna motifu ambazo wanaweza zitumia kwa sasa wakiwa wana mkono katika kundi hili la M23. Wanaweza kusema kwamba wako busy na vita inayoendelea kati ya Iran na Israel. Lakini hayo ni mawazo yetu, lakini tutaendelea kufuatilia na kusikiza kile kitakachoendelea kuripotiwa hapa mjini Washington, kuwa wataweza kuamua yule ambapo vile mikataba ambayo wataisaini na kuiweka kwenye matendo. Katika habari zingine, mapambano yanaendelea kupangwa. Dalili zote zaonyesha ya kwamba kuna vita inayoendelea upande wa serikali ya FARDC. Lieutenant General Pacifique Masunzu ambaye ni charge de la 3e zone de defense anaendelea kupanga vikosi vyake ili viwe tayari kupiga kundi la M23 na Twirwaneho mahali popote walipo, na mahali popote wamedhibiti waweze kutolewa mahali huko na kuweza kupigwa vikali. Kwa hivyo General Masunzu Pacifique anasema kwamba mapambano ama vita wataanzia Masisi, Walikale, Minembwe, Bukavu, Kadutu, huko kote wataweza kuanzisha mapambano ili waweze kukabiliana na kundi hili la M23. Haya ndiyo nilikuwa nimekuandalia jioni ya leo. Sina la ziada ila nakutakia kila laheri mahali popote ulipo kwa chochote unapokifanya. Letu tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana. Lengo letu ni kukujuza yote yanayoendelea kuripotiwa hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Je, lako ni rahisi, wewe usiende, kaa karibu nasi, na kukaa karibu nasi ni kujiandikisha kwenye channel hii. Kujiandikisha nayo pia ni rahisi, haina gharama, haina malipo, ni kubonyeza button hilo lekundu tu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza alama la kengele ili tunapotoa habari uweze kupata notification kwa kifaa unachokitumia, simu ya mkononi na laptop yako, iPad na Smart TV. Na kutakia kila laheri mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya, na nikikutakia wiki nzuri tutakayoanza kesho. Asante sana. Facilitateur américain